wilaya ya Chamwino, hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya kuweza kutengeneza hizi mashine ambazo tunazitegemea kuanzia mwaka huu 2025 mpaka mwaka 2028. Lakini pia walimu pamoja na wazazi pamoja na wanafunzi, hongereni sana. Mimi ni binti mdogo, lakini namshukuru Mungu kwa sasa ninamiliki kampuni ambayo inaitwa Golden Star Consultants. Tunapatikana pale Nunge karibu na Mango Garden Bar pembeni ya ofisi za CCM. Kampuni yangu inajihusisha na kuwasaidia vijana wa Kitanzania kwenda nje ya nchi kwa ajili ya fursa za ufadhili wa masomo, kazi, mafunzo tofauti, mikutano na mambo mengine mengi ya hizo fursa ambazo zinapatikana nje ya nchi. Nimefanya yote haya kwa sababu nina msukumo na mimi ni mdau wa elimu. Na hata maongezi yangu leo, mimi na wanafunzi pamoja na wazazi na walimu na meza kuu, sio tu kwa ajili ya kuisema Golden Star, lakini ni kwa ajili ya kukuambia hii mashine unayoiona leo mbele yako ilitengenezwa miaka kadhaa iliyopita. Sawa sawa? Na nitakwambia nani alishiriki kumtengeneza huyu Rehema unayemuona leo. Nitakwambia mikakati kama alivyosema mkurugenzi wa Piga Kitabu kwamba tunayo kauli mbiu mpya, piga kitabu kinini kimkakati. Nitakufundisha na nitakuelekeza mikakati ambayo nimeiona wamekuwa wakitumia walimu wangu, wamekuwa wakitumia wazazi wangu, lakini na mimi kama mhusika wa kwanza, yaani wanafunzi, mikakati ambayo nilitumia kuweza kufanikiwa kufikia hata leo mimi ni mkurugenzi wa kampuni. Sawa sawa? Wasichana tupo hatupo? Jamani wazazi, wala hatuhitaji kwenda kutoa rushwa za ngono ili tuwe wadada warembo kama mimi. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri watoto? Okay, kwa ufupi sana, nilimaliza shule ya shule ya awali kama alivyosema Mr. Minja kwamba shule ya vidudu, nikawa mwanafunzi bora. Nikapewa kakinyago kadogo, nadhani mnajua ile chekechea Wakanipa kile kinyago kidogo, nikakifikisha nyumbani. Wazazi wangu walipokiona wakasema, hongera sana mwanangu, tunaomba yule jogoo mkubwa kwenye banda achinjwe. Wakati nakula yule kuku, wazazi walikuwa wananiambia, kula Rehema, ni siku yako leo. Kwa sababu gani? Ya ule ushindi mdogo katika level ndogo ya elimu niliyouonyesha. Baada ya hapo, wazazi wangu wakatiwa moyo sana. Baba yangu akaniuliza, je, unataka kuwa nani ukiwa mkubwa? Sawa sawa? Kwa aliona mimi ninaye juhudi na akataka kuyajua maono yangu ya baadaye ili aweze kuyategemeza. Sawa sawa? Nadhani watoto wamekuwa wakiwaambia, baba, mama, nataka kuwa daktari nikiwa mkubwa. Nataka kuwa kama Mama Samia nikiwa mkubwa. Je, huwa mnachukua hatua gani kutegemeza maneno na ndoto za watoto wenu? Au mnasikiliza mnaacha hapo? Wazazi, tuko pamoja? Kwa hiyo wazazi wangu wakakaa karibu na mimi katika shule ya awali ya vidudu, na ni shule ile ya kata, sio hata ya ile ya wanaitaga ya gari ya njano. Ni ile ambayo tulikuwa tunakusanyika, tunaenda chini ya mwembe. Mimi nimesoma Kibondo, Kigoma. Angalau nyie huko Morogoro ni mjini, kuna huduma nyingine mnazipata, si ndio diwani? Kule ni kijijini. Kwaona mimi nilikuwa nabeba kidumu na mfagio na nilikuwa kibonge na sketi yangu ya kufunga naenda shule. Kwa hiyo namshukuru Mungu, hiyo ikawa ni hatua yangu ya kwanza ambayo niliionyesha ya kimafanikio. Nikaenda darasa la kwanza. Siku napelekwa shule alinisindikiza baba na mama. Lakini sasa hivi kuna wazazi, mtoto akisema Januari anaenda shule, mnamwacha aende mwenyewe. Wengine huwa hata hamumsindikizi. Sio mama wala sio baba. Mnamwacha mtoto aende mwenyewe. Mkishamfanyia vile, anaona kwamba hamjali wala hamkiamini kile kitu ambacho anaenda kukianza. Maana yake safari ambayo anaenda kuianza hamuithamini wala hamuiamini kama inaweza ikaleta tija ya mabadiliko kwake yeye mwenyewe na nyie kama wazazi. Kwa hiyo ninakupitisha kwenye ushuhuda ili uone kwamba safari yangu mpaka kufika hapa kina nani wamechangia. Si kama mnapata picha wazazi, si ndio? Wazazi wangu wakaongea na mwalimu wa academic, mnaita mwalimu wa taaluma. Wakamwambia, huyu mtoto alipokuwa awali alipewa zawadi, tunaomba mumlee. Sawa sawa? Na nyumbani tunamuona ana uwezo mkubwa, tunaomba mumtunze. Nikaanza darasa la kwanza. Wakaniambia tu neno moja. Baba yangu alisema, mwanangu,
Mimi kabla sijawa mchungaji nilikuwa na kampuni kubwa ya uhandisi. Je, wewe unataka kuwa nani? Nikasema na mimi nataka kufungua nini? Kampuni. Japo sikusema ni kampuni ya nini, lakini na mimi nilisema nataka kuwa kama wewe baba. Sawa sawa. Kwa hiyo safari yangu ya shule ya msingi nikaianza, nimefika tangu shule ya msingi darasa la kwanza, la pili, la tatu mpaka darasa la 7, hakuna aliyefyata mkia nyuma yangu. Jamani, simnipigie makofi sasa. Kwa hiyo nina cheti cha mwanafunzi bora. Wale wanatupa hawa walimu, si ndio? Nina cheti cha mwanafunzi bora kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Hapo nisiseme mengi kuhusu sekondari. Kaka Minja aliniambia atarekodi ushuhuda wangu awe anawapatia watoto wenu hata wakiwa kwenye TV huko, waache kuendelea kumwangalia Diamond, wewe wananisikiliza au vipi? Tumepiga hatujapiga? Tumepiga. Sasa au unataka waendelee tu kuserebuka kila siku, si ndio? Kwa hiyo ifika mahali watoto pia mwazoeshe vitu vizuri vya kufanyaje, vya kuangalia, watu ambao wanaweza wakawapa chachu na kuamsha zile hisia za ndoto zao kwenye safari yao ya elimu. Mimi naiamini elimu kwa sababu bila kusoma kwa bidii nisingekuwa hapa nilipo. Sawa sawa watoto? Au nasema vibaya? Tunaelewa tuelewi? Ndio. Kwa hiyo nilipofika kidato cha 4 nikawa tena nilikuwa dada mkuu. Wakati wanaimba kwaya nilikuwa namwambia mkuu wa shule kwamba hata mimi nilikuwa naimbaga kwaya. Nilikuwa naimba kwaya ya shule, nilikuwa dada mkuu. Kwa hiyo pale kwenye ile kufanya hivi na mimi nilikuwa nafanya. Sasa unaweza ukaimagine nilivyokuwa kabonge, unaweza kwa baki unacheka. Kwa mimi ndio nilikuwa kivutio cha shule. Sawa sawa. Kwa hiyo nawatia moyo hivi watoto, juhudi ya shule au juhudi ya wewe kuonekana inabidi pia ianzie na wewe mwenyewe. Kama mimi ningekuwa siimbi kwaya, nitakuja niwaambie kilichokuja kutokea nilipomaliza kidato cha 4. Wakati wenzangu wale wa kidato cha 4, sisi tuko kidato cha 3, wanamaliza, tukawa tunawaimbia zile nyimbo za kwaherini twawapenda. Sawa sawa. Mimi ndio nilikuwa naongoza ile kwaya. Baadaye wakaja kutangaza kwamba taaluma aliyoongoza kidato cha 3 ni Rehema Wandali. Alikuwepo mkuu wa wilaya. Akasema, kumbe hili bonge liko linacheza hapa, sio tu linafanya mchezo, hata darasani lina nini? Lina akili. Naye akaanza kunifuatilia yule mkuu wa wilaya kidogo kidogo. Akawa karibu na wazazi wangu. Je, nisingekuwa naimba ile kwaya, mkuu wa wilaya angeniona wapi? Kwa hiyo sio tu darasani, kile kipaji alichonacho mtoto kitegemeze. Huwezi jua, juzi nilikuwa naangalia Instagram. Umemwona yule binti aliyekaa kwenye kiti cha Mama Samia? Si umemwona? Kwani alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaonyesha kipaji na kipawa ambacho Mungu amempa. Maana yake wazazi huko nyumbani walimsukuma kwamba go girl, unaweza, nenda mtoto, unaweza. Unadhani yeye angepata huo ushujaa na ujasiri wa kusimama mbele ya rais na kuanza kuongea Kiingereza namna ile kama wazazi hawakumsapoti? Na ametoka shule ya nini? Ya kata. Tunaelewana vizuri? Jamani, mimi sijasoma shule za njano kama watu wanavyosema. Nimesoma na mimi shule ya nini? Ya kata. Na sisi tulikuwa wanafunzi 2800. Ile shule ya Malagarasi pale Kigoni. Hapa mpo 1800 nimesikia. Sisi tulikuwa 2000 na ngapi? Na 800. Lakini kipaji changu kilikuwa kinafanyaje? Kinaonekana. Kwa hiyo watoto na nyinyi mna nafasi ya kujitofautisha. Jitambue kwamba mimi ni nani, mimi ni mwanafunzi, nimepewa kipawa gani. Lakini sasa hivi watoto ukimwambia wewe unaweza, njoo, anaanza kufanya hivi, naona aibu. Sasa nakwambia hivi, woga wako ndio umasikini wako. Hutokufa uione elimu imekusaidia maisha yako ukiendelea kuwa hivyo. Una kipaji, jitokeze. Shule ya msingi tulikuwa tunasema anaringa. Jamani, mwambie jirani yako, acha maringo, tunakutegemea. Watu mnafanyaga mashindano ya debate hapa, si ndio? Kama mtu kale kanajuaga Kiingereza unakambia, basi hizi pointi 5 utasema wewe. Anasema mimi sitaki. Sasa nakwambia hivi, mkienda kwa wazungu huko, mwanzo nimesoma na wazungu. Sisi wenye viherehere ndio tunaofanikiwa. Nyinyi ambao mnaonekana hamna viherehere ndio mnakufa na umaskini. Kwa hiyo tumieni hivyo viherehere, jionyesheni ili kusudi jamii iwatambue na iwakubali. Hapo ndipo mnapojiuza. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo nimemaliza kidato cha 4 nikawa mwanafunzi bora. Yule mkuu wa wilaya akasema mtoto huyo ana akili sana, naomba asisome tena Kibondo. Shule yangu ya msingi ilikuwa pale, shule ya sekondari ilikuwa pale. Yaani zilikuwa zinatizamana. Kwa sababu mnajua shule za kata zilivyo.
Kwa mara ya kwanza elimu ndio ilinitoa mimi Kibondo, nikapanda basi mimi mwenyewe, nikapewa kasimu katochi ka shilingi 15,000 kale ka Motorola, nikaenda wapi? Arusha kusoma kidato cha 5 na cha 6. Nimefika kule bado wazazi wangu walikuwa wananiambia kwamba elimu ni ufunguo wa nini? Wa maisha. Hiyo ndio sentence ambayo nimekuwa nikisikia kutoka kwa wazazi wangu tangu nimeanza shule mpaka nimemaliza. Lakini mkuu wa shule na diwani sasa hivi wazazi ndio wamekuwa changamoto kwa watoto. Mzazi anamwambia mtoto maneno mabaya, amemharibu, hamfundishi kusali, hamfundishi maadili mema. Watoto mara wa kiume na wa kiume mara wanalala chumba kimoja, mara wengine mnawalaza na bibi zao. Yaani mnawafundisha vitu vya ajabu ambavyo sisi kama watu tuliosoma mnatuaibisha. Tuliosoma sisi tumestaarabika. Kwa hiyo wao ustaarabu wa kielimu ufike na majumbani. Wazazi tunahitaji mtusaidie. Lakini pamoja na hayo, baada ya kuwa nimefanikiwa kufika Arusha sikulala, kwa sababu wazazi wangu kila wakipiga simu siku za visiting day, wenzangu wale watoto wa kitajiri wa Arusha wanaletewa mamilioni. Mimi nilikuwa natumiwa tu salamu kwamba unakumbuka tulichokuambia, elimu ni ufunguo wa nini? Wa maisha. Nadhani mkisoma, watu wanaosoma boarding wanawahadisia hizo shule nzuri, si ndio? Nililetewa chips mayai, nililetewa sweet burger. Mimi nilikuwa napewa nini? Salamu. Na salamu yangu ilikuwa ni hii moja: kaa ukijua elimu ni nini? Ufunguo wa maisha. Kwa hiyo kama mkiwatengenezea watoto hayo mawazo, ingali bado wako form 1, ingali bado wako shule ya msingi, akifika form 2 ataendelea kuiamini elimu kwamba inaweza ikamsaidia. Akifika kidato cha 4 ataendelea kuiamini, hataamini kwamba ili nifanikiwe nipite shortcut. Nyie waga mnawaambia eti usijali, soma tu, ukipata kwa division 4 ka 30, shangazi yako ni mkurugenzi, sijui ni nani atakusaidia. Haya, wamesaidiwa wangapi? Tangu wametuambia kwamba anko anafanya kazi ni brigadier, si ndio? Soma upate ka division 4 ka 28 eti utakuwa askari kama yeye. Hao kina anko wamewasaidia? Eti mkuu wao ulisaidiwa kufika hapa? Hapana, ni juhudi binafsi. Watu wote mnaowaona hapa, hawa ni zao la elimu. Tunaelewana vizuri? Watoto mnanisikia? Wazazi tunaelewana vizuri? Ndio. Sasa nilipokuja kumaliza kidato cha 6 nikaenda chuo. Wazazi wangu hawakunipeleka hivi chuo cha private cha kulipa milioni 50. Na mimi nilienda kuchukua boom. Nilikuwa la mama nani yule? Nani? Magufuli. Sawa sawa jamani. Na mimi nilikuwa nalipwa ile kaka Minja amesema siku hizi ni mamilioni. Sisi tulikuwa tunapewa 500,000 na kitu. Adrian ameondoka. Alikuwepo hapa hiyo Hasani, yule tumesoma naye. Yule kijana alikuwa anaelezea kuhusu maji. Yule ni classmate wangu, tumesoma naye hapo SUA. Lakini leo tumekutana hapa tena kuja kuwafundisha. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo na sisi tulikuwa tunapewa ile 520. Unaikamua miezi hii 3, ulipe wewe kodi, ulipe wewe ada inayobakia, ujitunze, ufanye yote hayo. Kwa hiyo ile discipline ambayo nilikuwa nayo nikaitumia, na wazazi ndio walinifundisha. Sikuwahi mimi kwenda samaki. Kaka mimi leo anasema samaki. Nimesoma hapo miaka 3. Sipajui vizuri. Kwa hiyo nilifanyaje? Nilitapeliwa. Na hapo ndio nikaanza kujisikia vibaya wakati nipo huko nje kwamba kwa nini nilipitia yote haya? Sitaki wenzangu na sitaki wadogo zangu wafanyaje? Wateseke. Kwa sababu nimeona jinsi ambavyo elimu imenibadilisha, na mimi natamani wengine ambao wako kwenye mfumo wa elimu basi watumie njia nilizotumia mimi waweze kufanikiwa. Waliokuja siku tunazindua ofisi yetu, wazazi wangu waliongea. Wakasema sio kwamba mnaona huyu tumemtengeneza. Hii mashine imetengenezwa kwa maonyo ya taratibu na kwa fimbo. Na nyie watoto msikilize mashauri watoto wetu, bila kuwasahau meza kuu wote, kuanzia mkuu wa shule, wenyekiti wa bodi ya wazazi na bodi ya shule, pamoja na wenyekiti. Endeleeni kutekeleza ndoto hizi za kielimu. Hata huko kwenye vikao vyenu na wazazi wengine, zungumzeni nao wazazi. Ni muhimu sana sana sana.